Kwa hiyo Biblia ilipokuwa inazungumza kwa habari ya mifupa mikavu, ilikuwa inazungumza kwa habari ya hali ya maisha ya watu. And specifically, huyo mwandishi wa kitabu hiki nabii Ezekiel alikuwa anazungumza kwa habari ya watu ambao ni taifa la Israeli, ambao walikuwa katika hali ya kuonewa, katika hali ya utumwa. Akawafananisha na mifupa mikavu. Hao watu walikuwa ni watu ambao waliamini hawatakuja kutoka kule Babeli kwenye utumwa. Maisha yao yataishia tu kule, hawatainuka tena, hawatarudi tena kwenye taifa lao. Watakuwa ni wa hapo hapo tu, ni wa hapo hapo tu, kama mifupa mikavu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema na nabii Ezekiel kwamba jambo hili ambalo kwa akili ya kawaida linaonekana haliwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Nimekuja kukutanilia kwa jina la Yesu. Hiyo biashara yako iliyokufa inawezekana ni mifupa mikavu. Leo hii nenda kupata nyama na pumzi kwa jina la Yesu msali hai. Hata kama kwa mazingira ya kawaida inaonekana haiwezekani, lakini kwa Mungu wetu yote yanawezekana. Mungu yule ambaye alimwambia Ezekiel atanilia mifupa mikavu iwe hai tena, na mifupa ikawa hai tena. Huyo ndiye Mungu ambaye tunamwabudu leo. Anaweza kuinua biashara yako iliyokufa ikawa hai tena. Anaweza kuinua ndoa yako iliyokufa ikawa hai tena. Anaweza kuinua afya yako iliyokufa ikawa hai tena, kwa jina la Yesu. Yako mambo umeyakatia tamaa, yako mambo yamekuvunja moyo, yako mambo yamekupotezea tumaini. Nimekuja kama nabii wa Bwana kukutangazia kama Bwana ishivyo, Bwana ataleta uhai kwenye hiyo mifupa kwa jina la Yesu. Nasema Bwana ataleta nyama kwenye hiyo mifupa kwa jina la Yesu. Hata kama daktari amesema haiwezekani kupona, hiyo ni mifupa mikavu. Ninakutangazia kama Bwana ishivyo, kwa Mungu yote yanawezekana. Haleluya, haleluya, haleluya. Usiweze nikwambie, ziko situation tunapita kwenye maisha, tunani kama haitawezekana kuvuka hapo. Yako mambo tunakutana nayo ni kama hatutaweza kuvuka hapo, lakini Mungu anamwambia Ezekiel katika maono aone ya kwamba mifupa mikavu inaweza kuishi, ili apate imani ya kuamini ya kwamba kumbe hata wana wa Israeli wanaweza kutoka utumwani wakaja kwenye hali yao ya kawaida. Nami niko hapa kwa mfano huu, kwa maono haya mifupa mikavu, niko kukutania ya kwamba kwenye hiyo hali unatoka kwa jina la Yesu. Nasema kwenye hiyo hali unatoka kwa jina la Yesu. Nasema kwenye hiyo hali unatoka kwa jina la Yesu. Nasema unatoka kwa jina la Yesu. Yako mtu mwingine madeni anamwandama, hajui yataishaje. Hiyo ni mifupa mikavu. Nataka nikwambie kwamba mifupa mikavu inaweza kuishi tena. Mifupa mikavu inaweza kuishi tena. Hicho kilichokufa kwako kinaweza kuishi tena. Kinaweza kuishi tena. Kinaweza kuishi tena. Kinaweza kuishi tena. Kinaweza kuishi tena kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Chukua imani tu mchana wa leo. Mwambie hiki kwangu ninakiona ni mfupa mkavu. Nataka Mungu kiwe na uhai. Hili Mungu nimeshindwa, ni mfupa mkavu. Amen. Kila mtu ana mfupa wake mkavu. Nasema kila mtu ana mfupa wake mkavu. Lakini huo mfupa ulionao Mungu anaweza kufanya ukawa hai tena. Amen. Amen. Sijui kama mnaelewa watu wa Mungu. Watu wa Morogoro mnaelewa? Watu wa Morogoro mnaelewa neno hili? Chukua hili ni lako mwanangu, huo mfupa wako huo unaweza kuwa hai tena. Hata kama watu wamekukatia tamaa, hata kama watu wamekuona haufai,